Karibuni katika simulizi ya Mfalme Suleiman ambayo tunaanza na sehemu ya kwanza, ndoto ya Gibeon na wito wa kiungu. Katika nyakati za kale, wakati ardhi ya Israeli ikiwa bado inanukia damu, jasho na vumbi la vita vingi vya Mfalme Daudi, kijana mmoja mdogo aliyeitwa Suleiman aliketi juu ya kiti cha enzi cha baba yake. Sulemani hakuwa mtu wa vita, hakuwa na misuli ya kijeshi au makovu ya panga kama kaka zake, bali alikuwa mtafakari na kijana mnyenyekevu. Wakati ufalme unakabidhiwa mikononi mwake, Israeli ilikuwa imezungukwa na mataifa maadui yaliyosubiri ishara ndogo tu ya udhaifu ili avamie na kusambaratisha taifa hilo. Sulemani alijua vyema uzito wa taji lililo kichwani mwake, na hofu kubwa ilitanda moyoni mwake. Alitambua kuwa kuwaongoza watu wa Mungu kulihitaji kitu kikubwa zaidi ya upanga wa mikakati ya kijeshi. Kulihitaji macho yanayoweza kuona yasiyoonekana na masikio yanayoweza kusikia yasiyosemwa. Siku moja Sulemani alifanya safari kuelekea Gibeon, mahali pakubwa pa juu pa kuabudia, ili kutoa dhabihu mbele za Bwana. Hakutoa dhabihu ndogo, alitoa ng'ombe 1000 kama sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu, ishara ya heshima na utegemezi wake kamili kwa Mungu wa baba yake. Usiku huo, huku moshi wa dhabihu hizo ukiwa bado unapaa taratibu kuelekea angani na harufu yake ikitanda bondeni, Sulemani aliingia katika ndoto nzito ya kiungu. Katika giza la usiku huu, mbingu zilipasuka na mwanga usio wa kawaida ukaangaza chumba chake. Sauti ya Mungu yenye mamlaka na utulivu mkuu ikasikika ikimwambia, niombe lolote unalotaka nami nitakupa. Mwanadamu mwingine yeyote katika nafasi ya Sulemani angeomba utajiri wa ghafla, uharibifu wa maadui zake wote wanaomshtaki, au maisha marefu ya anasa juu ya dunia. Lakini Suleiman, kwa unyenyekevu uliotikisa mbingu, aliangalia udogo wake na kusema, mimi ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi ya kutoka wala kuingia. Nipe mimi mtumishi wako moyo wa utii, ili niwakamue watu wako na kupambanua kati ya mema na mabaya. Ombi hili lilifurahisha mbingu kiasi kwamba Mungu akamjibu akisema, kwa sababu hukujisifu wala kuomba maisha marefu au tajiri, na kupa hekima na akili nyingi ambazo hakuna mfalme aliyekuwa nazo kabla yako wala atakayekuwa nazo baada yako. Na zaidi ya hayo, nakupa na vile usivyoviomba, utajiri na heshima, hata kusiwa na mfalme kama wewe siku zako zote. Sulemani aliamka kutoka katika ndoto hiyo akitambua kuwa maisha yake na ya taifa zima yamebadilika milele, huku mtihani wa kwanza wa hekima hiyo ukiwa mlango wa kasri lake. Tutaendelea na sehemu ya pili, na hii ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Ni mimi msimuliaji wako Emmanuel Mayala Charles almaarufu Dr. Emliza TV. Usisahau kusubscribe channel yetu. Asanteni.